Sana ndugu mtazamaji wa Tanzania Rising Media, jina langu naitwa Amani Drums, na kwa hivi leo tumejikita hapa katika eneo la Masia Mamba, kijiji ambacho kiko karibu sana na mlima Kilimanjaro. Na hapa Masia kumekuwa na wajasiriamali wengi ikiwemo mzee Chere Minja ambaye pia ni mzee wa muda mrefu sana, na hapa tumekuja kuangalia kilimo cha kebichi pamoja na kilimo cha mboga mboga. Unajua, katika jamii zetu vijana wengi sana wanalalamika kwamba sasa hivi hakuna ajira, lakini ukweli ni kwamba wakiinvesti kwenye kilimo mfano cha kebichi na mboga mboga, basi ni kilimo ambacho kinaweza kuleta mafanikio makubwa sana. Basi tuungane kwa pamoja tuweze kujua yaliyo mengi kutokea hapa Masia Mamba, kuanzia historia ya mzee Chere Minja tangia alipoanza kilimo mpaka mafanikio yake kwa hivi sasa. Basi tutaenda kuyajua yote kwa pamoja. Good living Minja, kwa jina lingine Chere Minja, nikiwa Masia Mamba Kilimanjaro. Niko hapa usharikani Masia, kijiji cha Kokirie. Mwaka 1982 ndio nimeanza mambo ya bustani ya kulima mboga, na tulilima aina inaitwa sugar loaf, kwa wengine wanatambua kama moyo. Niliendelea kulima na mazao nikawa napeleka Himo, na baadaye kukatokea mbegu inaitwa Pruto F1. Nikaendelea kulima na mpaka sasa hivi mazao napeleka Himo, ila kama masoko manne nimekosa wateja kule Himo. Wamesema zimefurika kebichi, maana zimekutana na za kilemapofo. Basi ikawa ni subiri, na wiki hii nilipoingia shamba ambalo nimekodisha hapa juu, kukawa kuna ugonjwa uliotokea ambao wataalamu wanasema ni barafu imekuwa kali. Kwa hiyo kebichi inashikwa, inaoza moja kwa moja, na asubuhi nimekata hapo pikapu nzima ambayo hazina tena kazi, ambazo hazitakuwa tena na soko. Hizo ni za kuwapa mifugo. Kwa hiyo kule mwanzoni sababu ya kulima ni ili niweze nikapeleka watoto shule, lakini kule mwanzoni kebichi zilikuwa na bei, ila tu kwa mwaka huu soko limeenda kuyumba, maana kulikuwa hata na watu waliokuwa wananunua huko wanapeleka Dar es Salaam, wanapeleka Kenya, hawapeleki tena. Ndio maana soko kwa sasa hivi limefurika. Pia huwa nalima na nyanya kuanzia hizi kebichi tunalima kuanzia mwezi wa 3, kuanzia tarehe 15, maana sisi tunalima kwa kutegemea mvua. Hatuna mifereji, hatuna visima, hatuna mto. Kwa hiyo hapo angani pa kifeli, basi na kebichi hazitaweza kutoka. Kwa hiyo kuanzia hizo tarehe za katikati mwezi wa 3 njoo moja kwa moja mpaka ukute vuli ni kipindi cha kuotesha. Lakini nyanya nazo huwa tunaotesha kuanzia mwezi wa 8, ila kwa mwaka jana nayo tena ilikutana na soko ule mwezi wa 12, zilienda kufurika
hadi kreti likauzwa shilingi 12,000, 13,000. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo tunakutana nayo. Tungekuwa hata na kiwanda wakaweza kuzinunua, tungeweza hata tukanyanyuka kiuchumi. Pia mzee huyu Chere Minja aliweza kutoa ushauri kwa vijana ambao wamekuwa wakilalamika ya kwamba hakuna ajira ingawa wamesoma na hawana ajira, na kuongeza kuwa ardhi ni resources kubwa sana ambayo inaweza kuchangia maendeleo kwa kijana yoyote ambaye anatafuta ajira. Kilimo ndiyo ajira pekee ambayo mtu unaweza kujiajiri. Shauri vijana kwa kwamba japokuwa changamoto zipo katika shughuli yoyote, sio kilimo tu, lakini kwa baadhi ya vijana ambao wanataka kuanza kama hiki kilimo cha kebichi, wasikate tamaa, waanze tu, wanunue gramu 10 tu ya hii Pruto F1 ambayo ni shilingi 20,000 na inapatikana hapa Majengo Lole Mwika. Na kama wana mbolea ya kuku nyumbani au ya ng'ombe au ya mbuzi ambayo inaweza ikawa kama kuanzia debe 50, wanaweza wakaanza. Ila tu kwa ushauri nilikuwa nawaambia wana kwamba hebu wao wanaotesha tofauti awamu. Endapo awamu hii inaweza ikawa na bei ya chini, awamu ya pili inaweza ikanyanyua. Na pia wasije wakasema kama huku Mamba maeneo hamna. Maeneo yapo, kwa sababu hata mimi maeneo nimebidi nikodishe maeneo mawili. Kama unavyoona eneo hili nimekodisha, alafu kuna eneo lingine hapo juu nimekodisha. Kwa hiyo tu ni kukaza buti kwa kwamba kuna siku ya kufanikiwa, wasikate tamaa. Tunaita leshu. Hizi leshu ukisia bei ya hii mbegu ni bei rahisi. Hata ukienda pale Majengo wanauza kijiko cha kupikia shilingi 1,000 na unaweza ukapata miche zaidi ya 1,500. Kwa hiyo uzuri wa hii leshu, watu zaidi wanapenda hizi mboga za majani, na kwa kweli hatutumii madawa kutokana na kwanza ukanda ambao tuko nao ni ukanda ambao una baridi. Kwa hiyo nikirudi kwenye Pruto, tangu kuotesha mpaka sasa hivi dawa ya sumu ambayo nimeshapiga ni mara moja tu mpaka kuvuna. Kwa hiyo utaona maeneo mengine ya joto wanapiga karibu kila wiki wanapiga kwa sababu ya joto. Kwa hiyo na yale madawa huwa tena yanaleta changamoto kwenye mili ya watu, lakini huku kutokana na baridi wadudu ni wachache. Hii haiwezi kuaffect, maana inasemekana kama ukipiga dawa hebu baada ya wiki 2 uweze ukavuna na mlaji aweze kutumia, haina madhara. Na hizi mboga za majani zinaenda haraka sana kuliko hizi za Pruto. Yes, naam, mtazamaji wa Tanzania Rising Media, basi najua kabisa utakuwa umeweza kujifunza yaliyo mengi kabisa kuhusiana na kilimo hichi cha cabbage, lakini pia kilimo cha mboga mboga. Natumai kabisa utakuwa umeweza kujifunza vingi kweli kweli. Na wewe kijana ambaye unatutazama, ambaye unasema kwamba hakuna ajira, basi utazame ajira kama hizi na fursa kama hizi ambazo tumekuja kuziangalia na kuziona hapa katika eneo hili la Masia Mamba. Bana, mimi naitwa Amani Drums, nyuma ya kamera alikuwa ni Joshua Kombe TZ, alikuwa anahakikisha kwamba mitambo inakaa vizuri kweli kweli. Lakini pia unaweza kusubscribe channel yetu kupitia YouTube, lakini pia kuingia Instagram andika Tanzania Rising Media, lakini pia YouTube andika hivyo hivyo Tanzania Rising Media, lakini pia kuingia katika mitandao kama Instagram na Facebook andika Tanzania Rising
Media. Mpaka wakati mwingine nikwambie bye bye.